uwezo na nguvu zote, ewe kimbilio, hakuna kama wewe Yesu. Bwana, ewe kimbilio, hakuna kama wewe, ewe Yesu. Bwana, ewe kimbilio, hakuna kama wewe. Kanisa tunakubali. Fungua na kutoka kitabu cha Psalms 1 Psalms 1. Okay, we pick the book of Psalms 1. Hallelujah. Zaburi wa 103. Amen. Amen. Hizi aya mataifa inajua kile ambacho umekifanya katika mataifa. Amen. Ndio ukiziona hapa usije kusema Bwana anajaza bendera pale. Mimi nilikuwa na watu wanaiweka bendera zingi kwa zote. Amen. Amen. Leo hii najua kazi yake. Amen. Amen. Madhabahu ikitawala bali wewe unatawala. Amen. Ikitawala maeneo wewe unatawala chochote. Bwana asifiwe. Amen. Mataifa najua kile ambacho nimekifanya kule. Madhabahu ambayo imetawala madhabahu ya kule na matata kitu cha ajabu tu kule. Amen. Ndio ukiona hapa usije ukauliza kwa nini. Bwana asifiwe. Amen. Madhabahu inatawala kule katika mataifa mengine zimefanya kitu cha ajabu sana. Amen. Mataifa mengine wengine ambao hapa siku tano. Amen. Ya taifa jingine. Amen. Hiyo taifa ninajua watu watafanya kule. Amen. Hii taifa nikiwa na hata hii taifa Israeli. Amen. Israeli nikiwa na hata kabla ya kuja huko Mungu alinipeleka Israeli mahali panaitwa Gaza. Amen. Kule katika Gaza Strip na nikafanya kitu kizuri kule wakati huo. Amen. Sasa ilikuwa kituo za portal. Amen. Na hivyo ndio nikaambiwa tangu nikiwa na hata ningekuwa bendera kwa na shi. Amen. Iliyofanyika juzi reality mliyasikia Gaza. Amen. Mungu akamwambia iko hapo bendera yetu ndio katika. Amen. Inafaa iko wapi? Nitoka nikaenda kwa kitu. Ilikuwa kwanza kupika chakula cha Amen. Hii ni kwa sababu ya nchi ya Kongo. Amen. Nchi ya Kongo na madhabahu ya Kongo wakati fulani mwaka uliopita. Na mwaka huu na wakati huo kulikuwa na shida na matatizo ya maeneo ya Kongo. Amen. Kwa watu wakaokolewa ni mwaka huu. Amen. Kule mimi kufika kule Mungu kufika kule na madhabahu kutawala pale na kuponya hiyo taifa na kuachilia roho ya amani katika wale watu wa maeneo ya Kongo. Kwani ni raia kitu ngumu kwangu huko na kukapona. Amen. Kongo unaweza najua kwa nini ziko hapa madhabahu kiroho imetawala hapa taifa hivyo. Amen. Hii madhabahu ndio hata ili ukiziona hapa usije kuuliza zaidi taifa langu hapo. Amen. Hii ni bendera ya madhabahu. Amen. Hii ivyo kwa upande ile inapaka kwa Kongereza. Amen. Hapa hiyo tokio. Amen. Kwa nini kwa hii inapaka kwa Kongereza ile sababu kwa ni ya madhabahu haya hiyo. Amen. Inakaa hivyo. Mungu ndiye na kaniambia nikae hapa. Sasa wakati corona imejenga nimesimamisha hapa kubwa na ingine hapa kubwa hivi. Usije ukasema zimetoka zilikuwa hapo. Amen. Ziko
nimalize kujenga nisimamisha hapa nisipande. Ni nyingi sana. Mataifa ambako walikuwa wametawala ni mengi ulimwenguni. Amen. Wewe nikasema kwamba ukiangalia hii logo ya madhabahu sijajipatia kila kitu, ni Mungu amenipatia. Amen. Na kila kitu ni cha Mungu. Mimi Damaris ningekuwa nauza mtumba wangu na kupata pesa. Kweli? Lakini Yesu Kristo ambaye amenifanya jinsi hii ndiye mwenye alinipatia hiyo. Amen. Ukiangalia hiyo red, kwani niko red? It is the blood of Jesus. Amen. Na hiyo blood of Jesus ndio inatawala ulimwengu. Amen. Ukiangalia hizo continent zote katika hiyo logo ni red. Why? It is the meaning of red. Na jua, si Mungu amenifundisha. Amen. The meaning of red na jua, the meaning of gold. Why? Bwana imeandikwa na maandishi ya gold. I know the meaning. Amen. Your blue, it is waters, oceans, waters, gold, rules over the world. Amen. Kweli ni kwamba wakati ambapo nikitembea mataifa haya kiroho, mwingine juzi akaniambia, nilisema sijui, kuna kitu nilisema kuuliza, akaniambia, nikamwambia, Israel, akaniambia, unajua naenda huko. Kweli kwamba kiroho Israel kwangu ni sawa ni kwa hapa. Amen. Mimi nitembea mataifa. Amen. Nitembea na kiroho na mataifa na utawala. Amen. Kitu kiasi kifanyika haya mataifa niko sio kujua. Kitu kikipanga Mungu ananionyesha bora shughuli za mataifa. Amen. Na sio haya mataifa mawili tu. Wiki ijayo tutapata ingine. Ni nyingi, akina basi toshe. Amen. Nyingi. Mwenye macho ya kiroho akija hapa ataona. Hizo bado nimezipanga kwa mingi sana. Mataifa mengi ambapo kwa shaka kwa katawala kabisa. Amen. Hivyo ziko hapa mwenye macho ya kale kidogo. Nani anatamani mpatie macho ya kale kidogo? Na macho ya kiroho hata uchungulie Mungu. Nikamaliza kesho nikikuja nikapanda gari nikaenda Nairobi saa 11. Nitoka Nairobi saa 2 na karibu saa 3. Kufika nikaingia kwa madhabahu kutengeneza vitu nilikuwa natengeneza. Amen. Including roho ya Asha. Amen. Hivyo wanasema vitu ni kiroho tu. Amen. Kitawala kiroho mwili utatii. Amen. Mwili ndio mbeba roho iwe sawa, mwili utakuwa sawa. Amen. Hivyo ile niko blue. Leo niko blue. Uliniwacha nikiwa kalabani. Hata ilikuwa blue nyingine. Nimekaa bila kujua. Ilikuwa ile blue nyingine ama ilikuwa gold? Ilikuwa gold. Ilikuwa blue. Let's jump kuna yule jamaa. Uliniwacha kama niko kalabani. Ona. Nishakuwa gold. Nishakuwa gold. Amekaa bila kujua. Kwani wewe unakata watoto wako? Watu wako tembea. Amen. Acha kujua mtu kutekeleza kazi. Tuweze kuhubiri kwanza. Nimeingia kipindi kingine. Mimi ni mwanadamu lakini mdomo wangu ni Yesu. Niko kwa Yesu Kristo ambaye ni kiwango cha kiroho. Amen. Sibadilishi kwa kupenda kwangu. Amen. Kiwango cha kiroho nikapita navy blue allies, nikaenda kingine cha gold. Nimetolewa kwa gold niko kwa rangi.
Amen. Hizi mavazi kwa siwezi nikaenda nikaambia shola ya chama. Na kali yako shola kile nataka. Amen. Nikimaliza usiku kucha hizo nguo Mungu alikuwa nilikuwa natengeneza na Mungu kwa mambo yake. Amen. Si hapa. Nyumba yangu iko na magoa. Usiku kucha inapitiwa na Mungu mwenyewe. Anaweka nguo zake kiwango cha. Amen. Uweze kuzivaa. Jamani kasema kwamba ambaye unakaa karibu na Mungu. Amen. Unakaa karibu na mtu ambaye kweli Mungu yuko ndani yake. Atakubeba. Amen. Utakuwa salama. Haleluya. Bwana anabadilisha sio mimi. Amen. Kiwango cha kiroho. Ukiwa unakaa kwa basi moja kiwango cha kiroho. Kama Mungu anakuita Mungu ndio anabadilisha basi yote. Mungu ndio anabadilisha. Amen. Na ndiye kubadilishia mtu basi mwenyewe. Amen. Kiwango hiki niwaambie mwenyewe. Koroho. Lakini lazima nivae ambazo napewa sio yangu. Hiyo si kujipatia. Ile nguo ya mizigo. Amen. Ilikuwa smart sana. Lakini ikipita hicho kiwango sio yako. Chini kiwango kingine. God. Dunia pita. Si nimevaa hiyo miezi karibu 2-3. Nimepita hicho kiwango kidogo. Nikagonga anga nyingine, kiwango ile kingine. Amen. Na kweli ni kwamba Yesu ni mzuri. Amen. Mimi nilikuwa mtu mmoja economist wa pesa. Mimi ningevaa nguo mpaka ile iteje. Leo hii na sio mavazi ambayo ukiangalia ni ya pesa kidogo. Amen. Kiatu tofauti kila kitu. Lakini si ya Mungu. Amen. Ni ya Mungu. Yangu wanasema ni kutii sauti yake. Hivyo nikasema kwamba sijakusikia kabisa. Juzi tulishinda tukalala kesha tukaamka tulizunguka jana hakuna mtu alikaa chini. Tulitembea mpaka maji akaanza kutembea bila. Niwaambie mama. Natamani kumaliza angalau tukumsikie kidogo. Amen. Kweli kabisa. Lakini kazi ya Yesu Kristo ni nzuri. Amen. Ni tamu, ni nzuri sana. Nikiwa hapa ujumbe unazitoa hata mimi huwa nasema jamani Mungu ni kweli ibada. Nikiwa mzima kabisa nitasimama hapa mpaka hata kesho. Ukitaka kuongea tutaongea. Sitanyamaza na sitatoka. Tutaongea lakini nikitoka hapa nikae hapa utanibeba. Amen. Sababu gani? Nikiwa natumika huwa niko na hizo nguvu. Sababu ni Mungu anatumika tu. Amen. Kila siku na kila saa wanasema kwamba Mungu ni mwaminifu sana. Amen. Aliyeniita ambaye anatengeneza baada kufanya hiyo jinsi hii yeye ndiye tunaweza wewe. Ni mwaminifu na mzuri sana. Hebu tumwamini Yesu Kristo kila wakati. Tufike na Yesu Kristo. Amen. Tufike hapo. Funga na kitabu. Na mimi nimebarikiwa leo. Kwa Biblia zenu nasema kwamba tunaenda kanisani kama Biblia beba Biblia usibebe simu ni vizuri tu lakini Biblia the real Bible inakaa vizuri zaidi. Amen. Ile si kwa sawa ile si haifai hata kidogo. Mkate nitajikuta nyumbani kwa Baba. Nitajua ulimwengu maisha yaja. Haleluya.
Jamani, mbingu iko wazi kutupokea tu. Amen. Sisi ambao ni wateule wa Yesu Kristo, mbingu iko tayari kutupokea. Amen. Masaa mengine wanafunga macho haya na kutazama vile Mungu anafurahia na tembea kwenye uwanja huu, kwenye madhabahu haya yake. Anatazama mioyo ya watu na anafurahi, sababu ananiambia kwamba hata sasa wamefanya uamuzi mwema. Amen. Wamefanya uamuzi mwema kufika kwa madhabahu yake pale yuko. Amen. Tusome kwa pamoja kitabu cha Zaburi wa 103 kuanzia mstari wa kwanza tuweze kufikia mstari wa 22 kwa pamoja. Chapter 103, the book of Psalms. Let us read together. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Who forgives all your iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from destruction, who clothes you with loving kindness and tender mercies, who satisfies your mouth for good with good things, so that your youth is renewed like the eagles. The Lord executes righteousness and justice for all who are oppressed. He made known his ways to Moses. He acts like the children of Israel. The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in mercy. He will not always strive with us, nor will he keep his anger forever. Amen. Verse 10. He has not dealt with us according to our sins, nor punished us according to our iniquities. For as the heavens are high above the earth, so great is his mercy towards those who fear him. Amen. As far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from us. As a father pities his children, so the Lord pities those who fear him. For he knows our fear. He remembers that we are dust. As for man, his days are like grass, as a flower of the field. So it flourishes. For the wind passes over it, and it is gone, and its place remembers it no more. But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear him, and his righteousness to children's children. To touch, verse 18, to such as to his covenant, and to those who remember his commandments to do them. The Lord has established his throne in heaven, and his kingdom goes over all. Amen. Bless the Lord, you his angels, who excel in strength, who do his word, heeding the voice of the word. Amen. Bless the Lord, all his hosts, you ministers of his, who do his pleasure. Bless the Lord of all his works. In all places of his dominion, bless the Lord, all my soul. Amen. It is the message from the Lord today to his people. Amen. Wanasema Mungu ananipatia ujumbe kwa watu kila wakati na kila saa. Amen. Hakuna siku mimi naamka siku moja na kusema kwamba nahubiri katika kitabu fulani. Hiyo sijawahi fanya hata siku moja tangu Yesu Kristo akanipa maneno yake. Amen. Yesu unipatia ujumbe kila siku na kila saa. Bwana Yesu, kila siku na kila saa. Ambapo anaenda kuhubiri, hata nikitoka huko Yesu uniambia kwamba hubiri kitabu fulani, kifungu fulani, mstari fulani. Amen. Leo hii amenipatia, hata kama nimesoma jana, akinipatia leo nikasema kwamba yangu ni kutii. Amen. Ninataka watu wake awahubirie hiyo. Unipitia kwa umri, nitahubiri hapa. Amen. Mungu tunasoma hapa. Kweli. Lakini Yesu Kristo ametupeleka hapo. Hapo nasema. Amen. Turudi katika kama niko tena mara Yesu asifiwe sana.
Jamani, Yesu Kristo anatuonyesha, anatuzidi kutukumbusha kwamba kumbuka ya kwamba kunaye Mungu ambaye amejawa na msamaha mwingi tele. Amejawa na msamaha mwingi Mungu anasema ya kwamba akikusamehe dhambi zako na makosa, akuhesabia dhambi za jana. Bwana hivyo. Hiyo anatupilia mbali, anakufanya kiumbe kipya kuanzia sasa hivi. Bwana hivyo. Lakini kitambo akaniambia hivi kwamba jamani, wewe unashinda ukisema umeokoka. Nilikuwa naomba kila siku. Kila wakati nikapata mahali watu wanahubiri, na usikie nani ambaye anataka kumkubali Yesu Kristo, nainua mkono juu. Nikienda kesho yake pale mbele sikia mwingine nainua, lakini natoka hapo na naendelea na maisha yangu. Sikujua kuokolewa na Yesu Kristo wala kuokolewa na Yesu Kristo maana yake. Amen. Sikujua. Lakini siku moja nilifanya uamuzi na nikaufanya milele mpaka leo hii. Bwana asifiwe. Huwa ni imani Yesu Kristo wako. Ukifanya uamuzi wewe unatoka ndani ya moyo wa mtu. Amen. Ndani ya moyo. Sababu Mungu huangalia ndani huko. Amen. Wanasema kwamba hata mtu akifanya uamuzi wa kuokoka kumkubali Yesu Kristo hapa, lazima naangalia hiyo moja. Sasa shida yako hiyo moja. Nasikiza huko. Amen. Hiyo ni sehemu, hiyo ndio nasikia. Bwana Mungu toka. Uamuzi wako kufanya kumkubali Yesu Kristo. Tusome kwa sababu mara tena. When the Lord soul and all that is within me, bless his holy name. Amen. Yesu Kristo anatuambia kwamba sikia, wakati ambapo ametukomboa yeye na akatusamea dhambi zetu na makosa. Jamani, sisi wote tunasema kwamba jamani, ukifanya uamuzi wa kumfuata Yesu Kristo, wewe Yesu Kristo naye atakuwa pamoja na wewe moja kwa moja. Maana wakati una declare ama unakiri ya kwamba Yesu, nisamee dhambi zangu zote na makosa, nifanye kiumbe kipya, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu na uliandike kwenye kitabu cha uzima wa milele. Amen. Si hapa mimi uongoza hiyo ombi hapa kila siku. Amen. Kila na wakati wanaongoza hiyo ombi. Mungu aliniambia niseme kila wakati nikimaliza. Amen. Kuna mtu ambaye amesikia ujumbe huu ama anasikiliza injili hii na baadaye mwisho tukimaliza anasema ya kwamba hiyo injili ni yangu, nataka huyo Yesu anikomboe mimi. Amen. Yesu akaniambia hiyo ombi kila wakati nikimaliza ibada niwe naiongoza. Bwana asifiwe. Ni ombi la Mungu madhabahuni pake alinipa mimi. Bwana asifiwe. Maneno Mungu alinipatia moja kwa moja. Bwana asifiwe. Sijasikia mahali nipate lasha. Mungu akanipa. Amen. Kila kitu ambacho wewe unaona hapa ni cha Mungu, na ndipo unapata mwelekeo wake kila wakati. Bwana asifiwe sana. Nikasema kwamba sikia, Yesu ujumbe wake wa siku ya leo ni kwamba jamani, wakati ambapo hata kama umepitia yapi, usije ukakaa na kusema ya kwamba Mungu si yupo, simeshakubali Yesu Kristo na mbona napitia mapito. Hapana. Mungu atajidhihirisha kwako ukimkubali yeye moja kwa moja. Bwana asifiwe. Ukimkubali Yesu Kristo mahali yuko, wanasema ya kwamba fanya uamuzi wa kumfuata Yesu mahali yuko, alafu anakuona hata kuelekeza kutokea hapo. Amen. Ukifanya uamuzi na mahali yuko, si ni moyo wako, si unafanya mahali na pale penyewe Mungu hayuko jamani, utapigwa huko huko tu na utabaki hapa tu nimeshaokoka kitambo na ndaka kanisani na kushika kutu. Na wewe mwenyewe umeshakuwa wa kanisa miaka na mikaka na milele na umekuwa mzee na wewe unakunywanga dawa kila siku. Mahali Yesu Kristo hapo hakuna magonjwa na hakuna mauti na hakuna mateso. Amen. Ufanye uamuzi mahali Yesu Kristo hapo. Sikia, ni wiki wa msamaha tele. Amen. Mungu atuhesabia dhambi za jana hata kama uliua mtu. Amen. Ukifika mahali hapo Yesu, mimi na moyo wangu wote mbele za Yesu Kristo, atakusamehe yote na atakutia bali. Amejawa na msamaha mwingi na huruma nyingi sana. Amen. Moyo wa Mungu umejawa na huruma kwa wanadamu. Amen. Kumsamehe mwanadamu Mungu haichukui Mungu hata kitu. Sababu Mungu si mwingi wa hasira. Siku moja nilikuwa nimekasirika na Mungu akaniambia kitu. Akaniambia tazama mtoto wangu, mimi mwanangu sitazami nje, mimi sio mwanadamu naangalia nje. Amen. Mungu anatusamehe dhambi kila siku na kila wakati na anasahau. Wewe mwanadamu unaweza kumsamehe mtu hivyo uwezi. Amen. Kazilisha leo mimi nilikuwa ukinikazilisha na kufungia miaka. Hiyo acha vile nyinyi mnafungaga wiki. Na kubeba miaka. Yes, sikuongeleshi na sitawi wana. Sababu nilikosea. Je, leo hii utanikosea nikifika dakika. Umri wangu usibeba. Amen. Umri wangu usikana. Umri wangu usikana.
kusitika. Uwezi. Ni mwili wa Mungu. Hilo yangu uwezi. Amen. Wanasema ni hapa na nimeshia hapa. Amen. Na sitasahau. Na sitaikumbuka yani. Sitaikumbuka hata siku. Ama nikukumbushe. Ilisha nikaacha hapo. Yuko nikukumbusha huko nje. Ile zao kitambo nitakwambia ni wapi, lini. Sikumbuki. Ilishia hapo. Amen. Ndio Yesu hawezi kukaa na mimi vizuri, hawezi kuzidi kuona na mimi. Hivyo ndivyo anafanya kwa Mungu. Amen. Mshukuru Mungu kwa vyote ambavyo amekutendea. Wanasema Mungu amejawa na uzuri peke yake. Amen. Na Daudi hapa akawa anamshukuru Mungu kwa kile ambacho anakisema ya kwamba anamshukuru Mungu kwa yale ambayo anamtendea. Yale ambao anasema kwamba mwamini Yesu Kristo kwa yale ambayo umeyaona akikutendea na yale ambayo bado haujayaona kwa macho yako. Amen. Baraka za Mungu ikiwa ameachilia kwako, ameshaachilia. Amen. Kuna zile utaona na kuna zingine kwa sasa hauzioni, lakini kama mbingu ishaachilia, mbingu ishaachilia tu. Amen. Ni wewe ukae ukimwamini huyo Yesu Kristo na utazidi kuyaona yakifunguka moja kwa moja. Walezo Mungu akaniambia hivi, je, nikufungulie baraka zote? Wengine watakuwa wazimu, watachizi, akili zitaenda kabisa. Amen. Utakuwa uwezi ukazihandle, ukazibeba. Kwa wakati huo Mungu atakufungulia kwa kiwango chako. Kiwango chako cha wakati huo. Amen. Akufungulie hiyo wewe. Hizi ni Mungu. Amen. Au songe. Ile unasonga ukizidi kujua, anakufungulia nyingine. Anafungulia nyingine hapa. Anafungua watoto wako. Anafungua biashara yako inaanza kuwa na mapato. Anakupatia amani. Anakuponya. Anaponya mume wako. Anaponya mke wako. Anaponya wazazi nyumbani. Kuna kuwa na amani kwenu. Mungu si ndiye anafungua hizi vitu. Si ulikuwa kanisani, si ulikuwa umeshaotoka. Lakini ulikuwa hakuna kitu, kilikuwa ni mateso na mapigo tu. Amen. Lakini maana Yesu Kristo wako ataanza kukufungua. Huwa nasema kitu cha kwanza ukifika kwenye madhabahu haya, ukijipatanisha nao unafanya madhabahu yako, uhai ni kwako kwa lazima. Amen. Na sio tafadhali na tuombi wala sitakwambia aenda ufunga, omba ndio uishi ndio upone. Hapana. Ukishakuja hapa, huyu mtu akuangi mgonjwa, ninaachilianga hiyo roho ya uhai kwenu moja kwa moja. Huwa mnapona. Amen. Hautajikuta hospitalini mara tena. Na utajua vile itaenda. Si wewe muamuzi. Madhabahu yako pahali umeenda iko hai, itakupa uhai. Amen. Anaenda anangojeka, anameza madawa, utameza madawa. Amen. Ni madhabahu ya magonjwa. Amen. Madhabahu anasema ni ya Mungu alitenda na akanitenga. Akanifanya mimi madhabahu. Madhabahu ni mimi na madhabahu iko nini? Kitu moja. Amen. Hivyo wanasema kwamba kama mimi simezi madawa, watoto wangu hawamezi madawa, mume wangu hamezi madawa, kwa nini mimi mmeze madawa? Amen. Si hapa. Amen. Hapa hakuna madawa, hapa na hakuna hospitali. Ukweli ni kwamba hakuna. Amen. Na kitu kibaya kikija kwako, huwa naona kama wewe umeshakuwa mtoto wa madhabahu. Hata kama unasafiri na nione ajali, umetegewa ajali na roho ya mauti, nitaona hiyo ajali itasimamishwa ajali. Amen. Na wewe utaishi. Utaendelea tu kuishi. Hautajua. Kwa nini? Madhabahu haitakubali mwanawe apigwe. Amen. Kule nje nitakuja. Unaweza sivyo? Amen. Pole. Siku nyingine utaniona. Nikikuja utaona. Usiku. Wana niliona wale pastor amekuja. Si chini. Siku moja nilitokewa na zile kitabu nikasema aje. Mtu wa Mombasa na Nabawa na kwa nini? Na nilikuwa naangalia kwa TV. Amen. Na sababu nilikuwa nasikia kuna chini huko. Sijawahi ona hiyo maisha yangu yote. Natokewa na mtu kwa sababu nilikuwa na watch na nimewatch kwa muda. Lakini hapa amenitokea. Hii sura si ya ndani. Na si amevaa hivi. Si ule basa wa basa. Ni Mungu ndani yake. Amen. Anakuja kidogo. Sababu nilikuwa natazama pale huko. Nijie nilikuwa natazama. Amen. Ule kijana mjuzi aliambia hivi. Alikuja na wao siku ukikuja saa 12. Aliniona nimetoka. Nikamwambia kuja tufanye kazi. Amen. Sijawahi kuona mtoto.
sijawahi muona hata siku moja. Nilimwona siku hiyo moja. Akatumia damu ya Yesu Kristo na gani? Lakini usiku ukikuja nikamuuliza, ulishaona mtu kama kitu kama kwa maisha yako? Sijawahi ona. Kwa nini? Ni mtoto anakuwa na kitu kizuri cha Mungu, anataka kukitumia kwenye mambo yake. Amen. Kwa hiyo Mungu atajitokeza kupitia kwa vitu. Amen. Amen. Hivyo nikasema ya kwamba wakati Mungu umefanya madhabahu yake kuwa madhabahu yako, ubaya ukija atakuja aondoe ubaya. Amen. Mimi sikuwa na kuja. Nimekuja wapi? Mazuri, ikiwa iko hai, iko hai, na itakupatia ule uhai. Amen. Sababu kwa ile kitu iko nacho. Inaweza kufikiri kitu kingine. Kuna vitu vingi vya kufundisha. Unajua nikiwa na watu ambao sijakuwa na wao, natamani wajue hii ni nini, bali wako ni wao. Amen. Na sio mimi. Mungu aliniambia kwamba sio kila mtu ameshasikia injili. Ukweli ndio hiyo. Amen. Wengine hawataisikia, hawajawaisikia ukweli. Sasa ukitaja vitu vile madhabahu, unaeleza madhabahu nini? Vitu vile nyota na ukiwa unaeleza nyota ni nini? Huyo mtu umepoteza kabisa. Kweli? Mungu akaniambia kuna vitu ambavyo kwenye madhabahu yake hapa ni kwenda zitaja kila na wakati. Amen. Kama altars and the power of altars, stars, numbers is numbers. Hizo vitu ni lazima zitaje kila wakati hapa. Amen. Na sio kwa sababu nyingine. Akaniambia sio kila mtu ambaye anakuja ameshasikia injili. Na hata kama amesikia, si nimekufundisha wewe wafundishe. Amen. Wafundishe bila ambavyo nimekufundisha mimi. Mmoja Mungu alikuwa anafundisha kitu kuhusu mavazi. Amen. Na kazi ya mavazi. Sasa Mungu akaona si anajua huko ndani. Akajua akiniambia hii dress maana yake ni akaona ndani huko anachoka. Anataka kuambia. Mimi nataka kuambia vile hii. Nilikuwa nishasikia. Akaniambia utanyamaza nikufundishe. Mungu akaniambia utanyamaza nikufundishe mimi. Amen. Ipo ndio mimi naona Mungu wewe. Anaanga ndaiva kama rafiki yangu. Mimi utanipata nikiongea peke yangu kwa hiyo room yangu. Na naongea na nacheka. Na nacheka na Mungu. Na nena na yeye na nacheka. Nacheka mpaka nacheka kabisa. Hebu akinichekesha vya nachekesha. Mungu singasikia. Ipo ndio kitu mimi naona naye. Kwa hivyo wakati akinifundisha akanifundisha sasa kwa undani. Kumbuka nilikuwa nimesikia tu. Amen. Lakini hapa akanifundisha na ndani sana kuhusu vitu vya mavazi na maana ya mavazi. Nywele na maana ya nywele. Viatu na kila kitu. Amen. Sababu nilikuwa pia kasuku. Hata Mungu akinifundisha pia nilikuwa na maana si ni hii. Utanyamaza nikufundishe. Amen. Ni Yesu mwaminifu sana. Unaweza zidiwe. Ukifika mahali Yesu Kristo wako jamani umefika. Na utajua umefika. Unaweza zidiwe. Wakati ambapo ndio wangu utaniona. Lakini siku moja tu. Yesu anataka kuangalia mfika. Umefanya huo kufika na kuangalia. Usijui. Wale ndio anavaa hivi anatembelea watu wanao. Jinsi gani? Amen. Anavaa hivi anapitia watu wake. Anavaa hivi atarudi hata usiku wa baadaye. Amkaona. Usilaje. Ukilela kiroho hiyo wanafanya na mzee. Lakini sio kweli mgeni. Karibu. Karibu sana. Kwa hivyo ni Yesu Kristo ambaye huwa anataka kufunika wanawe wanaoziwe na ubaya. Ukija ajali kija kitakuja kwa kuangalia. Ukiona hapo mbele kitabu kama ni wako ujue kwa sababu. Amen. Mungu ukiona huu mwili ule kumtembelea kwa wema. Amen. Na huwa ni message fulani analeta. Mungu anauvaa. Amen. Anakuja kukwambia kitu. Akamshi. Usije ukaingia kwa ubaya. Ubaya usije ukatumia kwako. Amen. Hata kwa wanao. Amen. Yesu akafanya kutuambia kwamba mzee wa pili ndio ndio soul and forget all about his benefits. Tusije kusahau, tusije kumshukuru Mungu na kwa mioyo yetu yote, na tusije tukasahau ambacho ametufanyia sisi.
nikasema ya kwamba baraka za Mungu kwetu ni nyingi sana. Na wewe Mungu nikasema ya kwamba jamani, wewe ambao unahesabu magari, na je, wale ambao Mungu amewabariki na afya, ameondoa kansa kwao, ameponya watoto wao waende hospitalini, watoto wanawapatia nyota, wanapita mitihani yao, amewapatia amani. Kuna watu hawana amani, na amani ununui kwa gharama. Amen. Hauwezi kununua amani, ama huwezi ukaponya kansa kwa pesa. Mgonjwa utakufa tu, hata kutumia milioni yako yote. Amen. Utakufa tu by the end of the day. Kwa nini? Sababu ni mauti. Mungu akikuondolea mauti, si wewe uko salama, ili wewe tu. Amen. Na nikasema ya kwamba baraka za Mungu ni nyingi sana kwetu. Na Yesu hapa anazidi kutuambia katika kitabu cha Zaburi wa 103 mstari wa 3, tusije tukasahau, mstari wa 2, tusije tukasahau na baraka za Mungu ambazo ametubariki nazo. Amen. Kama Mungu kwa imani wao haya ametubadilisha nayo, na kweli ni kwamba ulikuwa unaenda hospitalini umesahau hospitali. Ulikuwa unaona ndoto mbaya au wote ndoto mbaya, unalala vizuri na umeanza kuwa na maono mazuri. Amen. Kama watoto wako walikuwa ni walevi, wameacha ulevi. Kama ndoa yako ilikuwa ni matatizo na imepona. Kama mwenyewe ulikuwa unatembea ukiongea, kama mwingine alikuwa anatembea hapa anatembea mpaka asimamani. Siku hizi anasimama. Anapumzika. Yesu ni mzuri. Amen. Mtu anatembeaje asimama? Ukweli muulize. Alikuwa anatembea kuanzia asubuhi mpaka usiku. Anatembeanga tu. Halali na akienda kulala wakati usingizi anatembea hata kilala. Na anatembea. Lakini Yesu Kristo kama amekuondolea haya yote, jamani, si hizo amekubadili wewe. Amen. Si amekubadili wewe, si amekubariki na hiyo. Jamani, tumshukuru. Amen. Hapa kama anasema ya kwamba jamani, tusije tukasahau na baraka zake na matunda ya hizo baraka zake Mungu. Wanaweza sana. Tusije tukasahau na hiyo. And He is the one who forgives all our iniquities, who heals all our diseases. Mungu ndiye ambaye amejawa na msamaha, anasamehe dhambi zetu zote na anatuponya magonjwa yetu yote. Who redeems our life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies. Amen. Yeye ndiye ambaye anatukumbatia. Jamani, Mungu ni mzuri. Haleluya. Mungu ni mzuri. Amen. Amejawa na uzuri peke yake na wema tu. Amen. Mungu amejawa na msamaha, na baada ya kutusamehe, sikia, dhambi zetu zote, hata dhambi gani ambayo umetenda hapa chini ya jua, Mungu hata kuhesabia dhambi tena akikusamehe. Amen. Na akishamaliza kukusamehe, anakukumbatia na upendo wake mwingi. Amen. Huyu Mungu kama anakusamehe na bado baada ya umemkosea maana na miaka mingi, anakusamehe na anarudi anakukumbatia, jamani, si Yesu anatupenda? Haleluya. Yesu anatupenda sana. Amen. Wanasema jamani, Mungu hakukuja kwa wale wazuri. Mungu aliniambia jamani, mwanangu, nilikuja kwa wale wenye dhambi, wenye kosa, wachafu. Amen. Na Mungu aliponitenga wakati mmoja akanifanya jinsi wakati waliniambia hivi, mwanangu, nimekuandaa, nimekuita na kutuma kwa wale wenye kosa, wenye dhambi, ambao hawafai machoni pa ulimwengu. Amen. Machoni pa ulimwengu gani hao hawafai? Nikamuuliza Yesu Kristo. Akaniambia, mwanangu, wenye mapito, ambao ni wagonjwa, hawafai machoni pa watu, ambao wamefanywa na roho uzinzi, wenyewe ni prostitutes, hawafai machoni pa watu, wanakejeliwa na dharauliwa, ambao wako na magonjwa mauti, kizazi kimeoza, watasa ambao wana watoto, hawafai machoni pa ulimwengu, wanakataliwa tu, wanaonekana hawafai. Hao ndio Mungu akaniambia na kutuma kwa ajili ya hao tu. Amen. Na kutuma kwa ajili ya hao. Nimekuandaa kwa wenye dhambi. Amen. Enda komboa ulimwengu kwa ajili yao. Amen. Wahubirie injili yangu, waisikie wanangu, wakombolewe kwao. Mimi Mungu utakuwa umenifurahisha. Haleluya. Ndio mimi usema ya kwamba kanisa hii na madhabahu haya Mungu sio ya watu wenye ni wazuri ambao wamefunga tai, si wagonjwa. Hii kanisa inaingianga watu wenye magonjwa na masikini na wenye wako na akili tahira, wazimu, wenye wani walemavu, wenye wako na kansa, ambao wameteseka kwa ndoa,
tuzipone. Mungu aokote chuma. Mungu ayeyushe uvimbe kwenye kizazi. Mungu apatie tasa mwana. Mungu aponye watu. Hivyo kazi ya madhabahu. Amen. Hiyo ndio kuja hapa kama uko sawa. Utasikia hautaki hapa. Amen. Kwa nini? Sio ya wale wazuri. Amen. Na ndipo mimi useme ya kwamba Mungu nikamwambia Mungu, walete wenye matatizo wabadilishe. Amen. Mungu akaniambia, mwanangu, wanakuja wenye mapito. Amen. Hata watu hawezi kuja hapa kama uko sawa. Uwezi fika. Utaelezewa Kitengela, utaangalia kwa YouTube uone ndio Kitengela. Utapika Kitengela utaenda link. Sababu ziko mingi. Ya tu. Lakini wanasema ni 3 ama ni 5. Karibu 5. Hizi vitu zingine. Ngine akatuambia juzi alikuja hapa akatuambia aliuliza ni yule akapelekwa mahali pengine. Wanavaa vitu sio hapa. Alafu anaanza na ushuhuda. Kwani hiyo sikia. Zimejaa. Ukijua kitaoni uulize tu Kitengela. New Life Kitengela utapelekwa nyingi. Amen. Sema New Life Church Nairobi hata Koroboi. Kwani si ukifika pale useme unaenda Koroboi. Si upande gari zibwako za Koroboi. Amen. Usipelekwe kwingine. Amen. Sababu nyayo za Mungu yeye mwenyewe akaniambia. Wakati niteleta kwa David, mwanangu, nijengee mimi nyumba mahali nitakuwa nashuka kwa nyayo zangu na kutenda makuu na kufufua watu. Amen. Je, ni wapi? Ni hapa. Hapa. Amen. Singine. Ipo Yesu akaniambia hivi. Hawezi wakafika hapa ambao ni wazuri, ambao wana mapito. Huwa wafiki. Ukweli ndio hivyo. Na nikamwambia Mungu, ni heri basi walete wawili ambao kuna vyuma, hizo vyuma wawache hapa waende walete wengine mmoja ambaye ni wazimu, apone wazimu, uende ulete mwingine ambaye amesha nitasa hajawahi pata mwana na hapo katika umri wake uzeni miaka 50. Nitakupatia mtoto na utazaa. Siku dada. Amen. Utapata mwana na utazaa. Si mimi nakwambia. Amen. Si mimi najua kitu nasema. Amen. Leteni sasa. Niko na mtoto kwa madhabahu wa Mungu wa Mungu. Amen. Wazuri. Wasichana, vijana, mapacha na matata. Sijui wana Mungu ajeleta watu. Kuna watu wako hapo. Iko. Hajaweka anaweka. Kuna hapa watoto watatu kwa mtu akitaka watoto hapa wako. Amen. Mapacha wako, vijana wako, wasichana. Ile kitu mtaangalia. Amen. Hapo siwezi nikapatia mtoto mtu na ana ndoa. Si watoto wako wanaenda kutezea. Amen. Ndoa kwanza alafu watoto. Utazaa kama una 50 years. Utazaa siku dada. Si ukuje. Amen. Si ukuje ujaribu kitu naongea hapa kama wewe. Kama wako si wako. Hawezi kusemekana wako na wako. Watakuwa wako. Ambaye nitaanza kuja hapa aone kama ndio. Amen. Ndipo Yesu akaniambia kwamba mwanangu nimekutenda kwa wenye kosa. Na hapo Mungu akaniambia kwamba sikia mwanangu. Mimi Mungu nilimuumba mwanadamu kwa mfano. Amen. Kwa mfano wangu mimi Mungu. Nampenda mwanadamu na sitamani mwanadamu aje akapotea kwenye dhambi ya ulimwengu. Hivyo nikatoa mwanangu wa pekee Yesu Kristo, the only sacrifice, the best I have. Amen. Nikamtoa akuje ulimwenguni ateseke na akufe ni kwa ajili ya dhambi za mwanadamu. Amen. Mwanadamu ulimwenguni ili mwanadamu asije akapotea kwenye dhambi. Amen. Hivyo na kutuma kwa wenye dhambi wakombolewa. Amen. Mimi wanasema sijui kuongelesha watu ambao wanajifunza sawa. Mimi nasikianga niko vizuri wakati nafanya huduma kwa watu wenye wamevunjika, wenye ndoa zao ni mbaya, wenye wanapigwa kwa masikini, wenye ambao ipo ndio nasikia huduma inakosa na hudumia watu vizuri. Amen. Lakini sijui kukaa mahali watu wako na vitu smart na kuna soda kule hapa hapa. Amen. Hiyo sio yangu.
Usijifanye huduma ambayo watu ni wanatosheka kwa sawa. Nataka niende mahali nisimame hivi. Kama mkikuja hapa, nikifunga macho nione huyu ana penguins, huyu amepakota vibaya, huyu anaongea na wakwafu, yule mwingine hapo na answers, yule mwingine kazi zimeanza kumea, yule mwingine mapafu yake yameanza kuharibika. Hiyo ndio huduma nataka. Na nasikia vizuri. Amen. Sababu sasa ile ninaona hayo na Yesu Kristo naona akimalizana na hiyo, akimalizana na hiyo roho, akimalizana na hiyo akiponya hiyo akiomba mwingine mpya, hiyo ndio huduma Yesu aliyokata. Amen. Huduma ambayo Yesu aliyokata. Amen. Mungu aliponiambia kwamba jamani, nimekuja kwa wenye kosa na dhambi. Ile Yesu. Amen. Wakati huo Yesu aliniambia. Mungu aliponiambia kwamba iende wakati umefikia na masaa iende mahali pake. Kutoka Lang'ata kuja Kitengela mahali pake alinionyesha. Alipokuja huko nikamwambia Mungu, uwanja huu ni mkubwa vizuri. Ni mkubwa vizuri. Walete. Amen. Uwanja umejawa na watu kabisa. Na siku nyingine nikasema nitutembea na Yesu Kristo. Nani mwenye vidole atembea hapa, zikarudia hapa. Simutaki hata atembea kwa hiyo vidole kitakuja. Hapa kwa watu. Nikauliza, nani anamcheka? Sikuwa naona mtu anamcheka. Kama amevunjika, nilikata hapa kwa siku 2. Toka hapa nje, tembea uwanja, utatuma hicho. Nguvu za Mungu zimejaa. Hakuwa ni kitu kwa hicho. Nikarudi mpaka chini. Nani ambaye ako na ile inatoka muscle pulse? Nasikia kama mkono na kazi kama hiyo. Amen. Nani ako na muscle pulse? Atoke hapa nje, atembea, itaachilia hapo na pamoja ile. Hakuna mtu alikuwa na muscle pulse. Nikauliza sasa bwana, ile dai ni mambo ya tatizo kwa zamani wapone tu. Mimi sijapata vyuma tangu niokote zile. Wewe vyuma wako. Sio huko. Sio unatembea huko. Mwingine akaniambia hawataka kuachilia. Kama unataka kuachilia ni sawa. Hata ukija hapa na unataka kuachilia, wewe unataka kuachilia. Wengine akaniambia mpoleshe ndio akaanza kulemavu. Ulikuwa na kibaya. Mimi kukuja hapa na nione unataka kuachilia jamani. Na nione wewe unataka tu ni ya kujibamba. Sitachukua. Amen. Nitakuacha na ukiendelea kuja hapa na unakuja hapa itakuongezea ingine ilikuwa na mimi. Amen. Tutakuachilia. Watu wakuone kwa Yesu asifiwe. Amen. Sasa naambia kwamba jamani mwanangu nimekuja na kutoka au ni matatizo kusoma mstari wa 6. Amen. Mstari wa 5. Who satisfies your mouth with good things so that your youth is renewed like the eagles. Amen. Mungu ndiye ambaye atupatia kutoshelesha kimaajabu ili aweze kuzidi na kutufunulia siri zake tele hapo Mungu. Bwana asifiwe. The Lord executes righteousness and justice for all who are oppressed. Hii sikia hapo mstari wa 6. Amen. Mungu sikia, bwana sema jamani, utakatifu wa Mungu si mzuri. Amen. Yeye ndiye ambaye the Lord executes righteousness and justice for all who are oppressed. Amen. Hata kama wewe unabinywa na nani? Unaye Mungu wa haki, unaye Mungu ambaye ni hakimu wa kweli. Na hakimu wa kweli Mungu anasema ya kwamba ufanya uamuzi wakati. Amen. Wakati kati. Uamuzi wa kweli Mungu. Amen. Hata kama wewe umepitia yake, umeshapitishwa ya kwamba ya kwenu ya kwamba wewe ni maskini. Wewe ni maskini, hata ukitafuta hizo pesa hakuna siku unapata ukutani na pesa. Wewe na pesa mshapitana kabisa. Na unazidi kuzeeka na unafanya biashara. Na wewe na pesa sio marafiki. Moja ndio nakuta hapo. Sitaki kuanza na hiyo. Moja ndio. Unafanya pesa, unapata ndio hizi zinapotea. Ikienda, sijaanza. Sitaki kuanza sasa. Amen. Hivyo nikasema ya kwamba sikio Mungu. Mungu hata kama umepitishiwa shaka katika ulimwengu wa kiroho. Amen. Wakati unafika pale Mungu yuko.
hiyo ambayo ilipitishwa kiroho, Mungu anaiweka kikomo hapo na anaanza kupanga yake kiroho vile vile. Amen. Vitu ni kiroho, timiza kiroho, zitimie kiroho. Kimwili itachinjwa. Amen. Huu mwili ulishinda magonjwa ya mauti tangu wakati Yesu alipofanya jinsi. Amen. Hivyo mimi unaona na kazi. Hivyo hata nikashika kazi, haiwezi kanishika. Sio tu usema kiroho ukishika kazi kama wewe una nguvu utapigwa na kazi. Amen. Itawezekana? Nimeenda Kenyatta kazi sasa mara ngapi? Mbona sisi na kazi mpaka leo? Nimeenda Badari mara ngapi nikitumwa na Mungu. Nikamwambia wagonjwa ambao wana kazini. Mbona sisi kwa wazimu? Mbona wazimu mtendea kwa watu wangu? Mbona kwangu hakuna kazi? Kwa nini? Ama nini niwaambize hiyo kazi? Hakuna. Kwa nini? Niko juu kazi. Amen. Niko juu ya mauti. Niko juu ya hatari. Mauti yoyote. Nikasema sasa hivi hizo ni vitu. Mimi naona vitu vingine kwa sababu. Amen. Na ukiona hivi ujue ni kitu kingine. Amen. Iran. Hizi vitu hazipatikani mwenyewe. Hizi maradhi ni ugonjwa. Amen. Nikasema ukikaa katika kiwango kimoja kidogo, upasui anga wewe angalie. Utabakia na hiyo lazima. Amen. Sio kweli. Ni kwamba na mwingine ambaye ni hiyo sio wewe. Amen. Amen. Mmoja kwa kuambia hizi vitu zingine. Basi hizi vitu zingine. Amen. Saidie. Sababu huduma ni sito. Huduma si pesa. Amen. Huduma si pesa. Huduma ya Mungu wa kweli sio pesa. Na inapigwa. Lakini bila pingo Mungu inaponya. Sababu kwa hai. Amen. Ndivyo inaponya, ndivyo inafungua sababu iko hai ni ya Mungu. Amen. Haiwezi ikakupa wala ikakosa nguvu wala ikaenda chini kwa sababu inasemekana si ya kweli. Inaenda juu. Kwani si ya Mungu mwenyewe ndiye anaifanya. Amen. Nasema yangu ni kutiza wote Yesu Kristo kupata. Sio ndio karibu kwa sababu. He may not know his He may know his ways to Moses, his acts to the children of Israel. The Lord is merciful and gracious, slow to anger, amen, and abounding in mercy. Amen. Jamani, zilidhihirisha nguvu zake kwa Musa wakati kwa wana wa Israeli, kwa Musa na wana wake Israeli, amen, na matendo yake wakati ambapo Farao aliwaambia kwamba haitawezekana mwende, walienda kwa Mungu. Wanaenda je? Walitoka tu na wakaenda. Kwa nini? Hivyo Mungu amejaa na msamaha mwingi. Wanasema jamani, wewe ukienda pale Yesu Kristo hapo, jamani usikiage huko siku vizuri. Amen. Sikia huko vizuri. Sikia huko salama. Mwambie Mungu yote, usimfiche Mungu chochote kile. Amen. Mungu amejaa na msamaha mwingi na amejawa na huruma nyingi tena sana. Amen. Yes. Slow in anger. Mungu si mwingi wa hasira. Wanasema hivyo kila wakati. Amen. Wewe hata ukimkasirisha Mungu ufanyie nini? Mungu anakuangalia saa zingine anasema jamani si yeye. Amen. Mmoja Mungu aliniambia uko unaombea ulimwengu msamaha. Mungu atakupatia huo mzigo. Unaombea ulimwengu msamaha. Huo unaniomba mimi Mungu msamaha kwa ajili ya ulimwengu. Amen. Jamani, Mungu anajua kwamba wakati huo alijua si ananionyesha ulimwengu. Si mimi natembea ulimwengu. Mimi kiroho, roho yangu iko ndani, roho yangu inatembea. Amen. Na ikitembea kila wakati na kila saa, anatembea kama mataifa yote. Ulimwengu. Amen. Siku moja akaniambia kwamba ombea ulimwengu msamaha. Kuwa na inama unawaombea wanadamu ulimwengu msamaha kwangu mimi. Mimi huwa wakati mwingi wana nikiomba kwa madhabahu wanaombea ulimwengu msamaha. Amen. Sababu si mapenzi ya mwanadamu kuwa kwenye dhambi. Amen. Sio mapenzi ya mwanadamu kuwa mtenda dhambi, kumkosea Mungu. Amen. Hiyo ilikuwa kwa Mungu akiomba mwanadamu. Amen. Ni shetani alipoingia akabadili watu. Amen. Ikawa watu wanaona kuabudu fedha ni kawaida, kukana magonjwa ni kawaida, kuota ndoto mbaya ni kawaida. Si watu wote tu. Kukufa ni kawaida, si watu wote. Kukufa sio kawaida, kukaa kwa magonjwa sio kawaida, wala kuota ndoto chafu kila wakati sio kawaida.
Hiyo sio kawaida. Amen. Sio kawaida. Sio makusudi ya Mungu. Amen. Hiyo sio kusudi la Mungu. Amen. Hivyo saa zingine mara mingi wanaenda chini wakati mwingi na kuambia Mungu achilia msamaha wako kwa ulimwengu. Amen. Kwa ulimwengu, kwa wanadamu. Ulimwengu. Kitu cha kwanza wazana mimi na watoto wangu. Kwa familia yangu, mimi na familia yangu. Alafu next inakuwa ni wana watoto wangu. Amen. Hiyo lazima niombe kila wakati. Na nikuombea sasa pale na huwa na hapo kufika kwa nyumba zetu. Na kuona. Wapi mtoto wangu? Hapa bila dawa. Habari. Wasikie Yesu. Karibu sana. Huwa macho haya inakuja kwa nyumba yako. Na kuona huko. Amen. Amen. Nikitaja inatembea. Hiyo wakati wote wanafunika watu wa matibabu. Kila wakati lazima nitaje. Amen. Nafunika na nguvu za Mungu. Usiwe na ubaya kwetu. Usiwe na moto, usiwe na magonjwa, usiwe na vita. Usiwe na kuongeka kiakili. Amen. Ipo Mungu ndiye ambaye anaelekeza kwa yote. Amen. Ipo njia nyingine. Ukiomba anza hivi. Huduma yangu inaenda. Nataka nasikia nipeleka ibada hizi. Sio Mungu anipatia program ya kitanda. Amen. Mungu peleka bila kwa nipeleka. Nilipewa na Mungu. Amen. Ratiba ya mambo haya. Mimi peleka bila Mungu anionyesha. Si vile mimi nataka. Sije kwa pastor. Ilikuwa lakini si mimi nataka sana. Sina. Yesu ni mzuri. Yeye anabadili. Yeye anabadili naye. Bila ambavyo anataka na kupenda yeye. Amen. Sema kwamba jamani alirudisha kuza kwa Musa na wana wa Israeli. Kwa hiyo ni Mungu ambaye amejawa si mwingi wa hasira wala ni Mungu ambaye amejawa na msamaha mwingi. Unaanza leo hivyo na neema nyingi sana. Sasa watisa you will not always shine with us for now will he keep his anger forever. Amen. Mungu atuwekee hasira yake. Ukimkasirisha leo usije kusema sijuzi nilimwomba Mungu zamani naenda tena nimwombe msamaha. Mungu aweke hasira yake. Amen. Atakusamehe wakati wote uliokimbilia moyo wetu mbele zake. Anaachilia msamaha, achilia msamaha mpaka sasa. Amen. Na anakuja tena. Anakuja. Mungu anatamani ulimwengu upone. Mimi aliniambia kiwango hiki ulimwengu umepigwa kwa miaka mingi. Injili yake imepigwa kwa miaka mingi hii yote. Amen. Lakini wakati ulipofika Mungu akaniambia usikie. Mwanangu. Shetani anabadili ulimwengu kwa miaka yote hii. Na itoshe. Na itoshe. Amen. Nashuka mimi mwenyewe natafuta roho mwanadamu. Roho ya mtu niingie ndani yake. Nikamjue mwenyewe. Amen. Mungu aliponiambia akatanyosha aliingia kwa roho mzee fulani. Na sasa anaingia kwa roho mama mwingine hapa. Amen. Anafanya hii huduma yeye, anaelekeza injili, anaeleza injili yake mwenyewe. Haipindiki, hiyo haijapindwa. Iko wazi kabisa. Amen. Unasikianga vitu vingine hapa unajiuliza mbona azile wangu vingine. Na ziko vitu ndio tunatumika tumezaliwa kiroho na tumelelewa huko miaka yetu yote kanisani ndio, lakini hakuna kitu kama hicho. Kwa nini? Injili ni pendo kitambo sana. Amen. Hii injili unaisikia hapa inaongelea na Mungu ni Yesu. Amen. Ndiye anaongea kwa ndani ya Mungu. Amen. Anafundisha kwa Mungu. Anaoji mwenyewe, sio mimi. Amen. Mungu ni mwingi wa msamaha tele jamani. Jamani Yesu ni mzuri amejaa huruma. Amen. Unasogea mbele zake hata usiwe hata kidogo. Na kitu kinaitwa tatu. Amen. Atakusamehe. He has not dealt with us according to our sins, nor punished us according to our iniquities. Amen. Mungu hajazidi na kutuhukumu kwa dhambi zetu, lakini wala kutuhukumu kwa yale ambayo tumekosea Mungu, lakini yeye ni mwingi wa msamaha na yeye mwingi ambaye Mungu ambaye anatusamehe yote dhambi zetu zote na makosa tu. For as the heavens are high above the earth, so great is his mercy towards those who fear him. Amen. Ipo vile ambavyo magharibi iko mbali na mashariki. Amen. Vivyo hivyo ndivyo Mungu wachilia msamaha wake kwetu. Amen. Vivyo hivyo.
anaachilia huo msamaha na anasahau. Amen. So guys, so far as he removes our transgressions from us. Amen. Hivyo ndivyo ametupilia mbali makosa yetu na dhambi zetu ambazo tumekuwa tukikosea Mungu. Hivyo ndivyo ambavyo ametupilia mbali. Amen. As Father, verse 13, as a father pities his children, so the Lord pities those who fear him. Amen. Mungu hata ukikukosea, vile ambavyo baba anahurumia mwanawe, hivyo Mungu ambao anahurumia sisi wanawe. Amen. Hata ukikosea, anachawa na nyingi. Atakuhurumia na atakusamehe na atakupatia kama mtoto wake. Amen. Huyo ndiye Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Na mambo ya Yesu Kristo wakati wote ni mabadiliko. Verse 14. For he knows our pain. He remembers that we are dust. Amen. We are nothing before the eyes of the Lord. Amen. God knows. And that's why he's telling us he knows that we are but just dust. Amen. As far as man is days are like grass, as a flower of the field, so it flourishes. For the wind passes over it and it is gone, and its place remembers it no more. But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting. Amen. Huruma za Mungu jamani za milele na milele. Amen. Ni za milele na milele. On those who fear him. Kwa wale tu ambao wanamuotia Mungu, kwa wale ambao wamemkubali Yesu Kristo, kwa wale tu ambao wamemsha kwa wateule wake, ushafanya uamuzi ya kwamba wewe utamfuata Mungu, wewe utamfuata Yesu Kristo, wewe mteule wa Mungu. Amen. Na hivyo anasema ya kwamba huruma zake ni za milele kwetu ambao tunamuogopa yeye Mungu. Amen. Ambao ametufanya wateule wake. Amen. Nasema ya kwamba and his righteousness to children and children. Amen. Na wokovu wake ni kwetu kwa wana wetu na wana na vizazi vyetu. Amen. Sisi ambao tumeshakuwa wateule wa Mungu, tukae tukijua kwamba Mungu ameachilia msamaha kwetu, na Mungu ni mwingi wa msamaha kwetu, na hivyo msamaha huu na baraka hizi ni kwetu sisi na vizazi vyetu. Wanasema wewe eli ambao umejifanisha na madhabahu mazuri ya Mungu. Amen. Kwa sababu wewe mwenyewe na uzao wako wote utakuwa unapata mwelekeo wa madhabahu mazuri ya Mungu. Amen. Unasema kwamba yapate yatumie tu. To such as keep his covenant and to those who remember his commandments to do them. Amen. Ambao unajua amri za Mungu, ambao unajua Mungu apendi shii, usije ukayafanya makusudi. Amen. Wewe muogope Mungu, fanya kile ambacho ni chema machoni pa Mungu. Amen. For the Lord has established his throne in heaven, and his kingdom goes over all. Amen. Jamani, utukufu na Mungu tayari. Jamani, sisi wanasema kwamba he has established his throne in heaven. Amen. Jamani, wewe wanasema hivi, fanya tu uamuzi, ukae na Yesu Kristo. Jamani, ukijua ya kwamba hata ukifa leo chini, roho yako iko mbioni kukutana na Mungu. Amen. Na hata chochote kikafanyika, roho yako iko mbioni kukutana na Mungu. Amen. Hauna wasiwasi chini hicho. Ukipata madhabahu mazuri wanasema kwamba jipatanishe nayo. Utakaa bila kuogopa, utakufa kesho kwa sababu ndugu yako amekufa na ule mwingine alikufa na zia. Hii raundi hii nazika kwa ile boma, na ile wiki nyingine tunataka kuzika kwa ile anti yangu, na ile mwezi ujao, mwezi wa 8 wote tunazika kwa fulani, na mwezi wa 4 tunazika kwa fulani, na mwezi wa 2 kwa fulani. Sasa iko kwa nyumba yenu na unaogopa, hujui kama ni wewe. Ukiwa mahali kwa madhabahu mazuri ya Yesu Kristo, hauna uoga, kwani unajua ni hai kwako. Amen. Wewe na wanao mtaishi mpaka uzee. Amen. Sasa Mungu kwa Mungu hakuna kufa mapema. Wewe unakufa mapema, unaenda wapi? Nikifanya hivi macho yangu niangalie tu, mbinguni hakuna vijana huko. Hakuna, ukweli hiyo. Hakuna mbinguni, hakuna vijana. Wewe unakufa kijana wako anakufa akiwa mdogo, wala mtoto anakufa akiwa mdogo. Anaenda wapi? Alafu mnatuandikia hapo kwa hilo nje. God has loved. God amelove nani? Akamchukua katika huo mwili, ampeleka wapi? Akafanya nini? Mwache kuongelea vitu vya sisi hapa. Wanasema nini? Sema nini? Andika hivi. Shetani anapenda.
mwingine mtatu. Amen. Si tuseme leo. Mungu hawezi akamchukua mwanao katika umri mdogo ampeleke wapi? Si mtoto apewe nyota na Mungu, afunikwe na kivuli cha Mungu, akuwe mkubwa, akuwe nyota, afanye kazi, afanikiwe, aishi, aone kizazi chake, wajukuu wake, aishi mpaka uzeeni wake. Amen. Kwa ufanisi na kivuli cha Mungu cha uhai. Amen. Angalau mzazi, uone matunda ya mwanao. Uyafurahie matunda ya mwana wako kwa kumpatanisha madhabahu mazuri ya Mungu. Amen. Sivyo ndivyo inafaa. Mwache kutuambia Mungu alipenda. Mungu alipenda. Akachukua katika umri mdogo, wakati nyota ya mtoto inaanza kung'aa, wakati amefika kiwango amepata kazi, anapigwa na mti, anaenda. Wanasema hivi. Ukipata madhabahu mazuri, si lazima yawe haya. Mimi msema, na ndio kusema. Si lazima utoe hapa. Amen. Si lazima uende uandikie Mungu sacrifice na mwandikie itaja. Lakini mahali yuko ni chache chini ya jua. Mwenyewe ananiambia. Amen. Mahali Mungu yuko aliniambia ni hadimu. Hapa ulimwenguni. Ni hadimu. Aliniambia ni. Alinionyesha baada. Amen. Machache sana. Ukiyapata, enda. Jipatanishe naye. Funika kizazi chako. Tolea Mungu dhabihu. Jipatanishe na madhabahu. Yaanze kuelekeza wanao. Wachukua uzao wa tumbo yako tu. Amen. Hivyo ubaya ukija, madhabahu itafunika yote. Ubaya ukipangwa, madhabahu itafunika yote. Chochote kikipangwa kwa watu wako, Mungu atafunika wao. Madhabahu. Amen. Amen. Niliona mauti kwa wote. Mauti kwa wote. Kwa nini nilionyesha? Kwa sababu mtoto ni mwana wa madhabahu. Lazima ningine. Amen. Mauti imepaa vizuri. Na msalaba nisijue kabisa. Kwa nini Mungu akanionyesha? Kwa sababu gani? Huyu mtu ni mwana wa madhabahu. Amen. Chochote kikipangwa sio kwake tu, kwa mwana wake, mtoto wake. Nitaona. Amen. Hiyo ndio wanasema ukipatanisha na madhabahu mazuri na upatanishe uzao wako na madhabahu. Uzao wako ukiwindwa huko nje, madhabahu itafunika hao watoto. Amen. Madhabahu itafunika wajukuu wako, itafunika vilembo vyako, uzao wa tumbo yako, kizazi chako. Haleluya. Madhabahu mazuri ni maana sana, ukiyapata yatumie vizuri. Amen. Yatumie vizuri, umuone Yesu, uishi, ushuhudie. Haleluya. Tumalizie kusoma kitabu hili. Tumalizie kwa mstari sana. Let the Lord you his angels who excel in strength, who know his word, hitting the posts of the word. Amen. Jamani, tushukuru Mungu na tumwabudu Mungu sisi hapa ni wateule wake. Jamani, hapa chini ya jua hapa tunalisikia chini ya Yesu Kristo na tunalitii sauti yake Mungu. Amen. Hapa chini ya jua tumshukuru Mungu tena sana. Amen. Bless the Lord all you his hosts, you ministers of his word, who do his pleasure. Amen. Tuzidi kumshukuru Mungu sisi ambao ni wateule wake na ambao hapa chini ya jua tunamjua, ili kumbuka sisi wateule wa Mungu. Amen. Hapa chini ya jua nikasema kwamba wewe ni ushuhuda wa Yesu Kristo hapa ulimwenguni. Amen. Ushuhuda wa Mungu. Ukitembea hivi wewe ni ushuhuda wa Mungu ambaye amekufanya mteule wake. Si alikuponya kansa jamani, unaenda kumshuhudia Yesu Kristo. Kama alikuondolea mauti, si wewe unaenda kumshuhudia Yesu. Ambao walikuona Kenyatta umelazwa, sasa wanakuona wewe Kenyatta tena, hata umesahau na malango ya Kenyatta, umesahau na madawa. Hata ukikuja kwako asubuhi, walikuwa wanapata umepanga madawa kwa meza ni kama ni chakula. Na sasa hapa Yesu Kristo tangia umejipatanisha na madhabahu haya, wewe mwenyewe na madawa mlisa hampatani. Hata wakija usiku, wakija asubuhi, watakaone kama una meza madawa, haumezi madawa. Si wewe ni ushuhuda ambao uko hai wa Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Wewe ni ushuhuda wa Yesu Kristo ndio wewe unatembea. Na wakikutana kule nje wao wanasema jamani, siku hizi haendi hospitalini. Kwa nini? Siku hizi tulimwona ako na chuma, lakini tangia aende kwa ile kanisa jamani, atembei na chuma tena. Hakukuwa biashara yake ilikuwa iko zero tangu aende na kwa ile kanisa. Ufanisi, ongezeko kwake, watu hawakauki, customer amejaa. Si Yesu Kristo wewe ni ushuhuda wake ulio hai. Amen. Ushuhuda ulio hai wa Yesu Kristo hapa chini. Haleluya. That's
22, the last verse, with the Lord all his works in all places of his dominion. Amen. Kazi za Yesu Kristo kupitia kwenu zidhihirike tuwapo chini ya jua. Amen. Kazi ya Yesu Kristo ambayo atakufanyia ambao ulifanya uamuzi mtu wa Mungu ukafika kwenye madhabahu haya, jamani, idhihirike kule nje ukitoka. Amen. Ya kwamba Mungu ndiye amekubadili kwa madhabahu yake. Mungu ndiye amekuponya kwenye madhabahu yake. Mungu ndiye ameponya familia yako kwa madhabahu yako. Amen. Fikia hapo jamani. Bless the Lord always. Amen. Tumshukuru Mungu. Amen. Acha tuingie hapo kwa jina la Mungu. Amen.